na kudai Torati niliyotoa ati si ya kweli. Na nilikuwa nimesema mwalimu wake huyu ambaye amempongeza, nilimsikia akitoa hiyo Torati akisema inafundisha Uislamu ndani ya vitabu vya kale. Sasa alikuwa anatumia kwa Torati ambayo imeharibiwa. Kwa nini msikuwa wa kweli jameni? Tena kama unataka tuweke mada hapa Torati kama imeharibiwa, siweke hapa ni kuonyesha kivumbi. Hiyo sio mada. Ukitaka hiyo mada weka hapa ni kuonyeshe. Sasa kitu ambacho naona tena toa Yeremia 8:8. Hiyo ni maandiko ilikuwa inatolewa na walimu wa zamani. Hawa kina mzee Mazinge. Ate mwasemaje sisi tuna akili na Torati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Lakini tazama kalamu ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Sasa yeye anajenga hoja ate Torati imekuwa uongo kwa sababu imefanywa kuwa uongo. Kwa akili hiyo, hebu nipe Qur'ani 15:91. Uniambie kama utabaki na Qur'ani. 15:91 Qur'an. Soma. Ambao wameifanya Qur'ani, wameifanya Qur'ani kuwa ni mkusanyiko wa uongo aliyokusanya Nabii Muhammad, akadai kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Sasa kama ikifanywa unakuja kutoa andiko kama hiyo, umebaki na Qur'ani, si ni uongo mtupu tu? Yaani tungetumia maelezo yake. Sasa hiyo mimi nimetumia mawazo yako. Hiyo mawazo si ya mjadala ya wakati wa sasa. Sasa hivi watu wamesoma hizi haya, wachana nazo. Tena haya ingine ambayo nimeshangaa, tena msomaji huyu wake anakuja za akaza. Hebu nisomee 66:8. Ati tumieni haki kujadili. Hebu soma hiyo 66:8 hiyo Isaya, uniambie kama ni Mungu anazaa. Yeremia 66 ndio inasemaje? Ni nani aliyesikia neno kama hili? Ndio. Ni nani aliyeona mambo kama haya? Mwalimu kaanza kule juu. Ndio. Inasema hivi, aya 6. Ndio. Sauti ya fujo tukayo mjini, sauti tokayo hekaluni. Mimi nataka pointi kwenye aya 9 shaka. Mimi nataka tu huko walisoma. Sasa hakuna haja turudi kwenye walisoma. Soma. Inasema. Ndio. Ni nani aliona mambo kama haya? Ndio. Je, nchi yaweza kuzaliwa kwa siku moja? Nchi yaweza kuzaliwa kwa siku moja? Taifa laweza kuzaliwa mara? Taifa laweza kuzaliwa? Maana Sayuni alipoona utungu alizaa watoto wake. Alizaa nini? Watoto wake. Kumbe yule alizaa ni nani? Sayuni. Si nani? Sio Mungu. Tumieni maandiko kwa haki kama mnataka tukue Waislamu. Sasa hiyo na Waislamu wanasema takibiri. Kwa nini mseme takibiri? 22:72 Qur'ani, hiyo ndio tatizo ya Waislamu. Kila kitu takibiri. Takibiri ya nini hapo? Soma hiyo 22:72 Qur'ani, piga mchuzi wake huko chini. 22. Ndio na Qur'ani itumiwe kwa uhalali na Biblia itumiwe kwa halali. Tuache ushabeki. Ndio. 72 mchuzi wake nasema. Wako katika hatari kubwa kabisa. Wako katika hatari kubwa sana kabisa Waislamu. Waislamu wanapoambiwa Mungu amesema hivi, Mungu anasema hivi, au mtume amesema hivi, basi waacheni hayo mlionayo. Waacheni hayo mlionayo, mliokuta nayo wazee wenu. Waislamu tumieni, angalau chukua kitabu usome. Wacha kusema takibiri tu zenye hata hazina point. Hiyo si haki kusema takibiri. Hapo hakuna kitu. Sasa Sayuni amezaa, yeye mwalimu wako kaweka Mungu hapo. Alafu nawe unasema takibiri. Sasa hiyo takibiri unaona iko na haki kwa Waislamu? Amen. Sasa kuna kitu kingine ambaye mimi naona tukienda hivi, hebu nipe 43:81 Qur'ani. Kwanza hilo andiko nikilijengea hoja, sijui nani atasaidia, labda mumpe huyu Shabani pengine. Lakini hao wengine washakuwa wazee, hata huyu unaona amevaa miwani. 43:81 Qur'ani. Sema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema angalikuwa na mtoto. Kama Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema angekuwa na mtoto, ningekuwa wa kwanza wa kumwabudu mtoto huyo. Sasa hili andiko mimi nataka niwaulize Waislamu. Mnasema Mtume Muhammad ni nabii wa mwisho. Sasa angekuwaje wa kwanza? Wakati yeye ni wa mwisho, singekuwa ni wa mwisho. Ati angekuwa wa kwanza.
akuwe wa kwanza aje wakati yeye ndiye wa mwisho. Sasa kama alisujudiwa, kama mwana wa Mungu alisujudiwa kabla Muhammad kuzaliwa. Sasa mimi nahitajika niulize, alisujudiwa mwana wa Mungu ama bado? Nisaidie Mathayo 14:33. Alafu walimu wenu wameshindwa hoja. Tena nimewaachia hapa, nimetoa ahadi. Kama kuna ushahidi mwingine nje ya Qur'ani Yesu si mwana wa Mungu, atoe nisilimu. Si ameshindwa? Sasa nitasilimu kwa lipi? 14:33 Mathayo inasema, na mimi nilitajia huyu mzee, kama kuna mtu yatafuta ni huyu. Soma andiko hiyo. Nao waliokuwemo ndani ya chombo ndio wakamsujudia wakisema, wale waliokuwa ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Kumbe hata kabla Mtume Muhammad hajazaliwa Yesu anasujudiwa, na wale wanamsujudia wanasema hakika wewe ni mwana wa Mungu. Yesu akasema mimi si mwana wa Mungu, lakini aliitwa mwana wa Mungu akakubali. Tena mwingine hapa anakuja kutoa Marko 3:11. Atanasema kusema Yesu ni mwana wa Mungu ni imani ya mapepo. Sasa unataka kuniambia mapepo hawajui huyu anaitwa mazige? Hawajui? Mapepo wakiita huyu mazige watakosea wapi? Ama hawajui anaitwa mazige? Ni wewe utawaambia mapepo huyu anaitwa mazinge? Kwani mapepo wakisema Yesu ni mwana wa Mungu shida iko wapi? Si ni hivyo anaitwa hivyo. Lakini Yesu kile alifanya, alijua ukikiri Yesu ni mwana wa Mungu na Yesu akubali umeokoka. Sasa Yesu hakubali mapepo wamdhihirishe. Sasa soma hiyo 3:12 Marko. Yeye aliacha. Inasema kuanzia 12. Ndio. Akawakataza sana wasimdhihirishe. Ndio Yesu akawakataza. Kama Yesu angewakubalia wangebatizwa. Sasa Yesu aliwakataza akasema msinidhihirishe, lakini Yesu hakuna andiko hata moja mwenye alimuita Yesu mwana wa Mungu Yesu akakataa. Leo Waislamu ndio wanasema Yesu si mwana wa Mungu. Kwa nini wanasema? Ni kwa sababu amefundishwa na majini. 72:1 Qur'an sura ya majini 72:1 piga mpaka 3. Kusema Yesu si mwana wa Mungu labda uwe pepo ama uwe mshirika wa mapepo, hiyo tu. Inasema hivi sura ya 72 ndio aya yake 72:1 inasemaje? Sema imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini. Imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema, hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu, ndio inaongoza katika uongofu. Kwa hiyo tumeamini wala tutamshirikisha yeyote tena na Mola wetu. Ndio. Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa. Hakujifanyia mke wala mwana. Kumbe majini ndio wanasema Mungu hana mke wala mwana. Ni majini. Sasa kama wewe hautaki elimu ya majini, lazima uachane na hii. Tena kuna kitu moja, nimetoa hadithi ya Mtume tangu apande dakika 25 hajapita hapo. Kama wewe ulikuwa kidume kweli, kwa nini hujapita kwa hiyo hadithi ya Mtume? Umepanda dakika 25 umeshuka bila kupita hapo. Sasa utakujaje utukonivinzizizi wewe ni mwalimu? Bado. Labda mtafuta msaada mwingine kama Tanzania bado hajakuja. Amwisha ule kidume kinyogoli ule. Tunarudia hadithi ya Bwana Mtume. Ndio. Inasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio. Viumbe wote ni wana wa Mwenyezi Mungu. Ni wana wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Sasa si ukuje useme mtume wako muongo. Na alafu anakuja anasema Tedasha alitoka nje ya mada anasema Mungu ana wana, wakati mada ni Yesu mwana wa Mungu. Tena ukasahau nayo ukasema Mungu hana wana. Kwa nini hukusema Yesu mwana wa Mungu? Si Mungu ana wana. Si hata ulikuwa nje ya mada basi?